izuke katika nchi, tukae kwa amani. Kitabu maombi yetu haya msingi wake utatoka kwenye kitabu cha Malaki sura ya 4. Kitabu cha Malaki sura ya 4 tutakuwa na hoja mbalimbali za kutuongoza kwenye maombi, lakini msingi wetu wa maombi utaanzia kwenye Malaki sura ya 4. Malaki sura ya 4, Malachi chapter 4. Kitabu cha Malaki ni nabii wa mwisho kabisa kati ya manabii ambao wako kwenye manabii, anaitwa Malaki au Malachi. Kuanzia sura ya 4 kuanzia mstari wa 2. Imesema hivi: lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, and for you people who confess my name, jua la haki litawazukia. Hebu rudia neno hilo 1 2 3. Jua la haki litawazukia. Rudia tena. Jua la haki linazuka Tanzania. 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 Mungu ametuahidi kwamba sisi tunaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia. Anasema hili jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Kwanza hapa kuna mambo kadha wa kadha. Jua la haki linazuka. Kutokea na kuzuka ni tofauti. Kuzuka ni kutokea lakini bila utaratibu na bila kutegemewa. Ukisema mbona wewe umezuka tu, ni mtu ametokea tu, hakuwa na appointment, hajapiga simu, amezuka. Tunayo ahadi kwenye Biblia kwamba jua la haki litawazukia. Tunamuomba Mungu sasa hii ahadi itimie katika Tanzania, kwamba jua la haki lizuke katika Tanzania. Lizuke kwenye mabunge yetu, lizuke kwenye mahakama zetu, lizuke kwenye serikali zetu, lizuke kwenye misikiti yetu, lizuke kwa wananchi wetu, lizuke Tanzania yote. Jua la haki litawazukia. Na kwenye kuomba jua la haki tutaombea hayo tuliyoyasema. Sasa kwanza tutamuombea mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye anaitwa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Tutamuombea. Tutaomba nini? Jua la haki lizuke. Hivyo hivyo tu, jua la haki lifanye nini? Lizuke. Lakini pia tutaombea Tanzania. Tutaombea Tanzania. Tutamwombea pia Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaomba nini? Jua la haki lizuke. Lakini pia tutaombea vyama vyote vya Tanzania yetu. Tutaombea kafu kwa Ibrahim Lipumba, nini? Jua la haki lizuke. Tutaomba NCCR, jua la haki lizuke. CCM, jua la haki lizuke. Tanzania, jua la haki lizuke. Haki iwepo katika nchi. Biblia inasema mwenye haki akitawala nchi hufurahi, bali waovu wakitawala watu huugua. Tutakwenda kumuomba Mungu na tutaomba kweli kweli. Nitamuomba sasa askofu wetu, Askofu George, atashusha kombola fupi. Halafu atakwenda kutuongoza kwenye maombi. Tunaomba kweli kweli. Tutaomba kwa muda wa siku 7 pamoja na wenzetu wengine wote walio online. Nafikiri umeona kwenye mtandao watu wanapitisha karatasi kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa. Hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani. Si kweli, ni uongo, ni wahuni. Hawa wahuni, kale ka kikundi kanakoteka watu. Barua hiyo sio ya serikali. Serikali haiwezi kufanya hivyo. Serikali yetu ni nzuri, haifanyagi mambo kama hayo. Ni vile vikundi vya wale wahuni, vile vikundi vile vinavyoteka watu ndivyo vinasambaza mambo ya namna hiyo. Lakini sisi tutaliita jina la Bwana. Kwa hiyo tunaendelea na makanisa yetu yote zaidi ya 2000 yako online leo, na tuendelea na maombi kesho kutwa mpaka siku 7. Tunafunga mchana tu. Tunakunywa maji na tunamlilia Mungu kwamba jua la haki lizuke. Sawa sawa, amani tawale Tanzania, ushindi utawale Tanzania.
tunaombea watu wote. Kama nilivyosema, tutamwombea mwenyekiti huyo wa chama cha Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Tutaombea faraja kule Zanzibar. Kuna yule shehe ambaye aliuawa juzi, mke wake wawe na faraja na familia zao. Na tutaombea watu wote ambao wametekwa au hawajulikani waliko, Mungu awarudishe. Tutaomba kwa bidii sana. Tutamwombea Soka, tutamwombea Mdude, tutamwombea wote wale, tutaombea hata wale ambao huwajui, tutaomba kwa ajili yao ili kwamba kule waliko Mungu awahurumie. Neno la Mungu limetufundisha kwenda kuwaona watu walio kwenye dhiki. Kuna mahala Yesu anawaambia wanafunzi wake, nilikuwa mgonjwa, hamkuja kuniona. Nilikuwa kifungoni, hamkuja kuniona. Anawaambia hivyo, alafu anawaambia, watamuuliza, ni lini Bwana? Ulipokuwa mgonjwa au ulipokuwa kifungoni au ulipokuwa uchi hatukuvisha nguo? Ni lini Bwana? Wanamsuta Bwana, ni lini Bwana? Kwa nini? Kwa sababu wanaona tukio hilo halijawahi kutokea. Wanamwambia, ni lini Bwana? Mbona unatusingizia? Ni lini Bwana ulipokuwa mgonjwa? Ulipokuwa mgonjwa na sisi tukataka kuja kukuona, alafu hatukuja. Yesu akamwambia, ninyi mliposhindwa kuwaona wale waliokuwa kifungoni, wale waliokuwa gerezani, wale waliokuwa hospitali, wale waliokuwa hawana nguo, mlipokwenda kuwaona wale, mlikuja kuniona mimi. Na hakusema kwamba wale lazima wawe wacha Mungu. Hakusema kwamba mnawaona waliofungwa wacha Mungu, mnawaona wagonjwa wacha Mungu, mnawaona walio uchi wacha Mungu. Hajasema hivyo. Watu wote ni wa Mungu duniani bila kujali imani zao. Unapomwona mtu unamsaidia, unamshika mkono, umemsaidia Mungu mwenyewe. Ndio maana Yesu akasema, nalikuwa uchi hamkunipa nguo, nalikuwa mgonjwa hamkuja kuniona, nalikuwa kifungoni hamkuja kuniona. Na Yesu akawaambia, mlipowaona wadogo hawa mliniona mimi. Sasa leo kwa namna yetu ya rohoni tunawatembelea wafungwa, tunawatembelea wagonjwa, tunawatembelea walio mashimoni, na kazi yetu sisi ni kufanya nini? Kurudisha walioibiwa. Kwa hiyo baada ya maneno hayo tusimame wote kwa pamoja. Sasa nataka nimkaribishe Askofu George. Sasa ataleta makombola hapa, halafu atatuongoza kwenye maombi. Tunataka tuombe zaidi, na mtu yote aliyo online tutaomba kwa pamoja, na Mungu wetu ni mwaminifu katika kila jambo. Tumpigie makofi wakati Askofu George anakuja, askofu wetu wa Kagera, kuja kuongoza maombi. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Haleluya. Majeshi. Mwambie mwenzako tunakwenda kuomba. Hujatoa sauti yako mbinguni hawajasikia, mwambie tunakwenda kuomba. Mwambie hiyo ndio asili yetu.